na mambo ya chama cha ODM. Mambo ya Tanzania imeisha. Tanzania wako na katiba yao na katiba ya Tanzania ishazungumza. Ndio maana unaona Mama Suluhu Hassan ashapewa nafasi ya kuserve second term. Wakenya sasa, tokeni huko, murudi Kenya, tujenge taifa. Wachaneni na kazi sasa ya Tanzania. Tanzania iko na demokrasia yao. Sheria ya Tanzania inasema wakishatangaza mtu kuwa president, huwezi enda kupinga kotini, huwezi mtoa, huwezi mzuia kuapishwa. Kwa hivyo Mama Suluhu Hassan ametangazwa. Watanzania mwaje kutubeba ujinga, mnapenda huyo mama. Nimeona wenye mlimpigia kura watu wengi. Nimegundua mnatubeba ukumbavu, kumbe nyinyi mnapenda huyo mama, mnataka tukosane na Mama Suluhu Hassan. Suluhu Hassan, sisi wa Kenya tunakupenda. Wewe apishwa kama wewe. Kwa hivyo Mama Suluhu Hassan, hao watu wanapiga kelele namna hii kidogo kidogo, ni wale wenye wanakuonea wivu. Lakini Kenya tunasema wewe enda apishwa, linda Tanzania. Kama Tanzania maamua ni wewe linda Tanzania. Namba 2, ODM. Chama cha ODM na chama cha UDA, hizo ndio vyama mbili peke yake Kenya tunasema ni vyama za kitaifa. UDA na ODM. Vyama zingine zote Kenya ni vyama za kijamii, ni vyama tribal. Chama cha UDA kiko na mbunge Rift Valley, kiko na mbunge Coast, kiko na mbunge Western, kiko na mbunge Northeastern. Chama cha ODM kiko na wabunge Nyanza, kiko na wabunge Western, kiko na wabunge Coast, kiko na wabunge Central na wapi. Enda Wiper kama si Machakos Kitui wameisha. DCP hawana hata mmoja. Enda kwa hizi vyama zingine ndogo ndogo ni regional. Kwa hivyo chama cha ODM na UDA zitajenga serikali Kenya hii kwa miaka zingine 50 zinakuja. Kwa sababu gani? Kwa sababu hizi vyama zimewekwa kwa misingi ya kitaifa, sio misingi ya kijamii. Chama cha ODM, nataka niwaambie kitu moja. Baba Raila Amolo Odinga alikuwa na agenda zake 4 za chama cha ODM. Alikuwa na mambo 4 alikuwa analilia. Jambo la kwanza, kukaa broad based government. Raila katika mazungumzo yake yote alitaka akae broad based government. Na akasema if not broad based, I better be or have a candidate in 2027. Jambo la pili, Raila Odinga alikataa mambo ya CDF. Raila Odinga alisema pesa za CDF zenye ziko kwa wabunge zitolewe, zipewe magovernors. ODM kama mnapenda Raila cha ukweli, fuateni hiyo. Endeni bungeni mkubaliane utoe CDF, ndio tujue mnaenda na agenda za Raila. Jambo la tatu, Raila Odinga alisema wale watu waliathirika 2017 na 2023 kwa mambo ya maandamano walipwe. Kwa hivyo watu wa ODM kama mnapenda Raila, wale watu waathiriwa wa maandamano walipwe pesa immediately. Thank you, Mr. Speaker. Fire! Mimi nimefurahia kuwa hapa leo baada ya kupotea kwa muda mrefu. Hello? Yes. It's a privilege to hear me speak, so pay attention. Mimi nimekuwa nikisikia mambo mengi, watu wakipiga kelele, wengine wakisema tuliwachwa broad based, wengine wakisema sisi tuko one term. Niinue sauti. Naanzanga pole ikipanda. Yes. Unajua. Sasa mimi nimekuwa nikisikia watu wakilumbana.
Wengine wanasema oh, sisi tuliwachwa broad base. Wengine wanasema oh, sisi ni wa one term. But I want to take this opportunity to speak to those who are saying tuliwachwa broad base. For those of you who are here, kama unasema kwamba you supported Raila with everything you had and you believed in everything he said, I want to give you one challenge. In 2009, I think, Raila akiwa waziri mkuu, kulikuwa na shida pale Mau Forest. The Kalenjins had overwhelmingly voted for Raila Odinga in 2007, lakini walikuwa wamehamia wakaishi katika Mau Forest. Raila Odinga sacrificed his ambition of being president. Akasema it's better he lose the Kalenjin vote, but to protect the forest of Mau. Kulikuwa na meeting ya cabinet ministers. Raila Odinga was one of them. Wakaagiri kwamba the following day wote wataenda Mau Forest to ask those people to leave the forest. Hiyo asubuhi mtu alijipata Mau Forest ni Raila peke yake. And because of that, all Kalenjin members of parliament who were in ODM left. Raila sacrificed his presidential ambition to conserve the forest of Mau. Sasa hapa niko na ndugu hapa wanasema tuliwachwa broad base. Kiongozi wa broad base ambaye ni William Ruto amepatiana order kwamba watu wakate miti ndani ya Mau Forest. A mockery to what Baba stood for. And anybody who believed in Baba's ideology will not buy that idea. Jambo lingine, hello? Yes. Bwana, hizi gestures ni mingi. Hello? Yes. Tunasikizana? Yes. Wengine wakati tuna shout tukisema tuliwachwa broad base. The leader of Broad-Based, who is President William Ruto, is a friend of the leader of the RSF in Sudan. Juzi, RSF iliingia in a maternity ward hospital, ikaua watu 400. Kwa hospitali ambayo wamama wameenda kujifungua, in a place where life is found. The RSF killed 400 plus people. In this country, they are being supported by our president. So if you say you are in broad-based, you support such kind of actions. Wakati unasema wewe uko broad-based, jambo la tatu ambalo una support ni kwamba students can stay home for a whole month, a whole semester without studying. Because lecturers are on strike. Wewe ambaye uko broad-based, that is what you are supporting. And I want to ask my brothers from the Luo Nyanza region. You people have education. KEM has the highest number of professors. How can you come from such a place, then support someone who is mutilating the education system of our country? How? I want the broad-based brothers to answer me on that one. Mimi, I never supported William Ruto. Even when Baba joined broad-based, nilisema Baba, I love you so much. And I still continue with the way of struggle that you taught me, but I will not join you in a broad-based. We have lost him. And let me tell you how broad-based is a bad omen to this land of this country.
Wakenya oye! Broad-based is a bad omen. Broad-based is a bad omen in this manner. Baba shook the hand of Moi in 1998. Yes. He came back to us alive. Wakenya oye! Niongee nisiongee? Baba shook the hand of Kibaki. He came back to us alive. Baba shook the hand of Uhuru. He came back to us alive. But when he shook the hand of Kasongo, Yes. Baba has been put in a lifelong detention that he will never come out alive. And for that reason, I shout one term. Kabisa! Wakimeongea. Niendelee nisiendelee? Endelea. Niendelee nisiendelee? Endelea bwana. Nikimalizia, Ongea bwana. nikimalizia, Ongea Joki. Uko hapa. we must be the people who love this country. Yes. And to showcase the love for this country, Bwana, don't advertise. Don't your- advertise. Don't advertise. No. That's my stop. Okay. No. Let me finish. Bwana wengine. Mondo pole. Wengine tie kuwe ng'ombe. Bwana, wewe ni mtu wa media, usikae kwa oya. Willy, toka hapo, wewe ni mtu wa media bwana. Unaingilia vitu vya kai huku bwana. Wewe ni mtu wa media, unaingia hivi. Atoka huyo
Hello. Make that correction. Who is it? You should apologize over that and withdraw that statement. Apologize and withdraw the statement. Let me finish. How am I going to make my political statement? Hello. Hello. Wacha niendelee. Wacha niendelee. And I was telling you what the word broad-based means to me. If it means otherwise to you, I have no problem. But what it means to me, I must say it. Yes. To me, this is what broad-based means. It means disregard for the constitution of the country. And ndio hiyo tunajua. Watu wamesema hapa ati nisitumie kifo ya baba kupiga siasa. Jana William Ruto alikuwa Kakamega. Alifanya makosa. Hello. You cannot unaongea hapa. Wewe unaongea nimenyamaza na wewe ndo Lakini bro, unaongea. I am giving my ikawa ni makosa, huwezi kuja kwa usama kwenye Kenya alisema tumecorrect. Ruto ana akili anafaa shikanisha nchi. Pamoja imefungwa. Pamoja imefungwa.